Nimesemaje? Sina watu. Yaani ngojeni niwaambieni habari njema. Ninyi ni watu wengi mno. Haleluya. Wengi mno kushauti mpaka atuundi kamati ya amina. Haleluya. Bwana anataka tujitambue. Haleluya. Kwa nini kujitambua ni muhimu? Kujitambua ni muhimu maana utajua wewe ni nani, unatoka wapi, unasimamia nini maishani, na unapaswa kuishi maisha ya namna gani. Huko ni kujitambua. Sina watu. Nimeweka kituo, sina watu. Ninatamani nikiweka kituo nitue na wewe. Haleluya. Na ukifanya hivyo na mimi sikuchukulia muda mrefu. Najua ukitua na mimi mara 10, mara 12 umeshachoka na kuacha, tunaenda lunch. Usipotua na mimi na kurudia hivi, nitakurudia mpaka kieleweke. Nimewagombeza. Very good. Kwa hivyo kwa Mkristo, nimesemaje? Kwa Mkristo kunaanzia pale unapojua kwamba wewe umeumbwa na Mungu. Wewe umekombolewa na Bwana. Haleluya. Na umeitwa kuishi maisha matakatifu. Wewe umejitambua. Haleluya. Kwa nini kujitambua ni muhimu? Nisikilize. Kujitambua ni muhimu kwa sababu inatoa mwelekeo wa maamuzi na inakuongoza kufanya maamuzi yaliyo sahihi, hasa wasichana na wavulana wanapoingia kuoa na kuolewa. Wengi ambao hawakujitambua vema katika stage hii leo wanalia machozi mengi sana kwenye pilo zao, kwa sababu hawakujitambua walipokuwa wanafanya maamuzi mazito. Kujitambua kunakupa uthabiti dhidi ya vishawishi. Inakusaidia kukataa shinikizo hasi la marafiki. Marafiki wanakuja na mashinikizo hasi. Kujitambua kunasema hapana, mimi sihusiki na hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujitambua inakupa ujasiri na kujithamini na kisha kujiamini. Haleluya. Na inakusaidia kuishi tofauti na ulimwengu, maana unajua wewe ni mtu wa Mungu. Nimewagombeza asubuhi. Naam? Yaani unapoanza kujitambua unajua utoto unatoka. Naam? Ulisha kumwona mama nani maharage anaungua, amekazana anacheza ile nini hiyo? Dama. Maharage anafanya nini? Unauliza mama nani kuna nini? Anasema niko busy hapa. Mtu mzima huyo au jitu zima bwege tu? Nakuja. Inakupa mwelekeo sahihi wa maisha. Inakupa uwezo wa kuishi kulingana na imani na kweli uliokwisha kuipokea. Huko ni kujitambua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno la Mungu linatufundisha hapa juu ya ukuaji wa kiroho, tena unaopaswa kufanyika kila siku ndani ya maisha ya Mkristo. Paulo anatumia mfano wa mtoto anayekuwa hadi kufikia utu uzima, akifuatishia picha ya utoto mpaka utu uzima kimwili, lakini utoto mpaka utu uzima kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa kama waumini tunapaswa kuacha tabia za utoto na kukua katika ukamilifu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho nabii inasisitiza kwamba ukuaji wa kiroho ni lazima na unajumuisha kujifunza na kujiweka upya na kubadilika tabia ili kuakisi tabia ya Yesu Kristo. Haleluya. Sasa baadhi ya mambo yafuatayo
yanathibitisha kwamba yakionekana miongoni mwa mtu, huyo ni mtoto. Mwangalie jirani yako, mwangalie jirani yako, mwambie mwenzetu, bado mtoto. Amesemaje? Mwambie hata kama hajakujibu, achana na mambo ya kitoto. Akikugombeza njoo nione huku, maana mimi nimekutuma. Naam, amesemaje? Sasa baadhi ya matendo ya kitoto katika imani, hasa Paulo anaposema nilinena kama mtoto, nalifahamu kama mtoto, nalifikiri kama mtoto, inamaanisha hatua ya awali ya kiroho ambapo mtu hajakomaa kiroho. Katika maisha ya kiroho kuna sifa za utoto ambazo lazima zipitwe, usiendelee nazo. Haleluya. Kutegemea hisia badala ya imani iliyosimikwa kwa neno la Mungu ni utoto. Nimesemaje? Yaani ngoja nikwambie, wewe unatakiwa, yaani usije ukaanza kuchangia lesoni kwa kusema yafuatayo. Mimi nikisikia unasema hivyo najua wewe ni mtoto tu bado. Ukisema kwenye lesoni nikwambie au nikwache? Ukisema kwenye lesoni mimi navyoona, huo ni utoto. Mtu mzima anasema Bwana kwa hili anasema hivi, huo ni utu uzima. Haleluya. Achana kusema ninavyoona. We nani? Kwanza akili yako imeathiriwa na dhambi. Ikiwa tutasimamia kile unachokiona wewe, tutapotea wote. Tunatamani tusimame pale Bwana anaposema kwa neno lake, Bwana asema hivi, tunapaswa kuishi hivi. Haleluya. Jambo jingine, dalili za utoto ni kutokuelewa mafundisho kwa kina. Siku moja nilikuwa kwenye darasa la Biblia, nimefundisha chakula bora, chakula wanyama wa kuliwa, Walawi 11, nikaendelea ulevi, nikaendelea, tukaja kwa mambo ya afya, namna Biblia inavyofundisha. Kuna mafungu machache, mwili wako ni hekalu, kwa hiyo inabidi basi. Tukaenda, nikauliza darasa, kwa nini sina watu? Nikauliza darasa, kwa nini hamnywi chai? Sikiliza mwanafunzi alivyojibu. Akasema kanisani kwetu wanakataza. Naam. Nikauliza umesemaje? Kunywa chai? Kanisani kwetu wamekataza, katu hairuhusiwi. Ameeleza kwa kina juu ya ukweli juu ya kutokunywa chai? Alipaswa aeleze hivi ya kwamba kulingana na taratibu za afya, mtu yeyote hapaswi kunywa majani ya chai, maana yanashtua mapigo ya moyo na kadhalika. Huyo amefanya nini? Amekoma. Nikwambie mwingine ambaye hajakomaa, anakuambia ukila nyama uendi mbinguni. Naam? Yaani kama una msimamo huo hapa, we ni mtoto. Mtu mzima anasema hivi, kwa kweli neno la Mungu kupitia kwa roho ya nabii imefunua namna ambavyo nyama italeta athari kubwa kwa afya. Wacha Mungu wanaotamani kuishi kwa afya wanapaswa kujiepusha na ulaji wa nyama za wanyama walioathirika namna hii. Nimeeleweka? Roho nabii na Biblia haijawahi kusema kwamba ulaji wa nyama ni dhambi. Nishike vizuri. Isipokuwa imeeleza namna ambavyo ilivyo bora kwa wacha Mungu wa Bwana kadri tunavyoishi tukimsubiri Kristo. Haleluya. Tunapaswa kujiepusha na
menyu za wanyama. Nimewakwaza watu wote? Tuko sawa? Kama nimekukwaza kwa statement hiyo, tuonane pale nje, Mathayo 18 itembee. Kweli ama uongo? Hatuwezi tukabeza maagizo ya roho nabii. Roho nabii inasema athari zote za ulaji wa nyama bila kupepesa macho, lakini hajafikia kiwango cha kutangaza wazi kwamba kufanya hivyo ni dhambi. Get me right. Hongereni sana, hongereni sana. Kama watoto waamini wachanga wanakosa kipaumbele cha mambo ya kiroho, badala yake hujishughulisha na mambo yasiyo na vyanzo vya uzima wa milele ndani yake. Wanaangalia vitu vya kawaida, wanaacha kuangalia vile vinavyokwenda kwa uzima wa milele. Ndiyo, ukiacha kuangalia tabia ya Yesu na kuiga, we ni mtoto. Nimesemaje? Tabia ya Yesu inaonekana wazi, anza kuiga, imitate. Mtume Petro anasema mniangalie nikiishi kama mimi ninavyomwangalia Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi umeshaona katoto ka kiume kanajaribisha kiatu cha baba? Ulishakaona? Ulishakaona? Mbona akajaribishi kiatu cha mama? Naam? Yaani ujue kuna ukomavu unaokuja kutambua hili linanihusu, hili halinihusu. Hata ukiona wanacheza watoto ubaba na umama, unakuta kababa kaa mezani ka kiume. Tuendelee. Kwa hiyo utoto ni kuto kuimitate, kuto kuigiza tabia ya Yesu Kristo. Na umeona tabia ya Kristo, kuna upendo, kuna kusamehe, kuna utu wema, kuna uvumilivu, kuna utii, unyenyekevu. Hapa panataka uangalie na ujifunze. Huko ndiko kukomaa. Kukataa kujifunza maisha ya Yesu Kristo ni utoto. Niendelee kutaja maisha ya utoto au nihame? Niendelee kidogo. Kuto kujali mambo matakatifu ni utoto. Nimesemaje? Ikiwamo kuacha kwenda kuhudhuria ibada za Jumatano. Mwangalie jirani yako Jumatano, mwangalie vizuri, asikimbize macho, mwangalie vizuri. Jumatano mwenzetu, mwambie mwenzetu, umepona kwenye utoto wa hivyo. Kufungua Sabato, kuwahi shule ya Sabato, yote haya yanaonyesha ukomavu, vinginevyo unafanya utoto. Kuna maisha mengine ya ubinafsi, kutokuwa mvumilivu, kutaka kila kitu kifanyike kwa ajili yako, kuwa na hasira za haraka, kulalamika kwa urahisi, kutokubali kukosolewa. Unasema huyu ananipiga vita. Nimesemaje? Sasa viongozi, ukikosolewa tu unaanza kutuna misuli. Tulia mwanawani. Nimesemaje? Haleluya. Kubadilika katika maamuzi nao ni utoto. Naam. Kutaka sifa na kupongezwa wewe tu, mwingine yote asipongezwe, na wewe pia ni tatizo. Kutegemea wengine kufanya kila jambo, umetulia tu, nao ni utoto. Kutokuwa na nidhamu ni utoto wa hali ya juu sana. Ushindani usiofaa ni utoto. Kukosa kujizuia katika maneno na matendo ni utoto. Kuamini kila jambo bila kupima na ukweli halisi wa Biblia nao ni utoto. Kufuata mambo kwa mkumbo bila kutumia hekima nao ni utoto.
hasa kule shuleni. Mwanafunzi mmoja alishtukia kwamba damu zinamtoka puani, kwa hiyo akasimama ameweka pua juu walau damu zisifanye nini, zisitoke. Akaja mwanafunzi mwingine naye kasimama, mstari nusu saa ukaenda wapi? Sasa yule mwingine anakuja, bwana vipi, mbona mimi naangalia nimekuta jamaa wanaangalia hapa juu. Huo ni utoto. Kabla hujaiga mkumbo, angalia kuna nini na ni tatizo gani na ni swala gani uweze kulifuata. Huo ni utoto. Komaa. Haleluya. Roho ya nabii inasema wengi wanaonekana kuwa waumini wamebaki katika utoto wa kiroho, hawajakomaa katika maarifa ya kweli na uhusiano wao na Mungu. Hapa Sister Ellen G. White anakaza, anasema wengi wanaojidhani kwamba ni waumini kanisani bado wamekalia utoto, wamekalia utoto. Sasa Biblia inasema kuendelea kuishi maisha ya kitoto ni dhambi au ni tatizo? Nisaidie kutafuta neno zuri. Ikiwa Mtume Paulo anasema tangia nilipokuwa mtu mzima nikakataa, nikaacha, nikageuka, nikatoa mawazo kwenye utoto, nikahamia utu uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hali ya utoto ukiendekeza utoto wa kiroho, hutaziona mbingu, na utatangaza kwenye kambi hili, ninakwenda nikimsubiri Kristo, lakini utakuwa bado unagaragara kwenye dhambi, maana dhambi zote zinahesabika kwamba ni utoto. Kwa hiyo Warumi 12 nasema mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Agizo la Mtume Paulo huyo huyo kwa Warumi. Tunapaswa kugeuka, tunapaswa kugeuzwa na kujifunza watu wenye subira makini sana. Roho nabii inakaza, Mkristo anakuwa si kwa kuangalia ubinafsi wake, bali kwa kumwelekea Kristo. Haleluya. Tunapojitoa kwake, anatufanya kuwa wana wake wa kweli, tukiakisi tabia yake na tukiithibitishia dunia au ulimwengu ya kwamba sisi ni watoto wake. Haleluya. Neno nimeabatilisha. Neno nimeabatilisha katika Warumi, katika Wakorinto wa kwanza sura 13 aya 11 linatokana na neno la Kiyunani lenye maana kufuta, kuacha, kuondoa, kufanya kitu kisiwe na athari tena. Huko ndiko kuacha na kugeuka. Tafakari aina ya maisha yako, uone ni aina gani za utoto bado zimekukamatia. Ikiwa kuna aina fulani ya utoto bado imekukamatia, hapa kuna agizo la kuacha na kugeuka. Maana Mtume Paulo anasema, nilipokuwa mtoto nalinena kama mtoto, nalifahamu kama mtoto, nalifikiri kama mtoto, nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha. Haleluya. Neno kuyabatilisha ni about time, kuachana na ulimwengu na kumwangalia Kristo, kuachana na mambo ya kawaida kuyaangalia yale ya mbingu. Ndio wito wetu mchana wa leo, kuziacha tabia hizo bila kurudi nyuma tena, kutozipa nafasi katika maisha. Kwa hiyo Paulo anasisitiza ukuaji wa kiroho unahitaji mtu aachane na hali ya kiroho isiyo ya ukomavu na kuingia katika ukamilifu wa Kristo. Haleluya. Niliacha, nilitupilia mbali, nimeabatilisha. Hayo ni mambo muhimu ambayo Paulo anasema nilipokuwa mtu mzima na niliyabatilisha. Maswali matatu ya kujiuliza ni kama ifuatavyo.
Upo tayari kuyasikia? Upo tayari kuyasikia? Napata jibu kutoka kwa jirani yako. Je, bado unashikilia mambo ya kitoto katika imani yako? Naam? Jirani yako amesemaje? Ameacha. Mpe hongera. Je, unajitahidi kwa bidii kukua katika maarifa ya Mungu na kubadilika? Je, maisha yako yanaonyesha tabia ya Kristo kweli? Uamuzi wa kuacha mambo ya kitoto na kufuata maisha ya kiroho yenye ukomavu yanapaswa kufanywa sasa. Haleluya! Usingoje kesho. Usingoje kesho. Ndio maana marafiki zetu wale wanaokwenda kubatizwa, sisi tunawaombea baraka za Bwana, wamefanya maamuzi sahihi leo. Na mimi nakuomba wewe ambaye siku zote umekuwa na ushirika wa kanisa lako mahalia na umegundua kuna utoto ambao mwingine uliendelea sana kiasi kile kwamba huwezi kuziba vilaka, unatamani kubatizwa, mlango uko wazi. Haleluya! Kwa hiyo tunahitaji kuomba neema ya Mungu ipitayo neema zote itakayotusaidia kubadilika na kuachana na mambo ya kitoto. Ifuatayo ni mifano ya kuigwa. Nimesemaje? Uko tayari kuisikia? Mfano namba moja. Mfano namba moja. Mfano namba moja ni kutoka kwa Ibrania sura ya 11 aya 24. Anasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuwa mtoto alikubali, maana alikuwa mtoto, lakini alipokuwa mtu mzima alikataa. Tena Biblia inasema na kukaza wazi ya kwamba yeye alipochagua kuwa mtu mzima kama ilivyotumika katika kitabu cha Waebrania, inaonyesha Musa alifikia umri wa kutosha na wa ukomavu wa kiroho wa kufanya maamuzi makubwa. Haleluya! Unapofikia kufanya maamuzi magumu na makubwa lakini ni sahihi, wewe umekomaa. Wewe umekomaa. Wewe umekomaa. Ukisema bado kidogo, niendelee kidogo, nifanye hivi kidogo, wewe bado mtoto mchanga. Musa anasema aliacha hadhi ya kifalme ya Misri, akachagua kuteseka pamoja na watu wa Mungu. Hapa mtu mzima, utu uzima unaotajwa kwa Musa haimaanishi tu ni ukomavu wa kimwili, bali pia ukomavu wa kiakili, kiroho na kimaamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ndio ukomavu unaotafutwa kwa wacha Mungu wa Bwana. Ngojeni niwaambieni, siongei kitu ovyo ovyo, naongea kitu chenyewe. Niwaambie kwa nini nimeongea kitu hiki. Nikwambie kwa nini, mcha Mungu wa Bwana. Historia, nikwambie historia ya Kikristo, kama mateso yalivyofanyika nyakati za giza, inakwenda kujirudia. Ikishaanza kujirudia, ngoja nikwambie, mambo yanapokuwa shwari, wote tutaimba tutaenda Sayuni, tekea Sayuni, ngojea kinuke. Nimesemaje? Alafu isemwe wale wanaoendelea kuimba wanaelekea Sayuni wanaishia hapa. Kama ukiona usalama wako ni kutulia, ugeuze ulikotoka, nenda salama, tutageuza wengi. Na mimi nataka nikuambie kinachosemwa hapa, ukomavu wa kiroho unatakiwa, kwa sababu saa ya mateso itakapokuja, tutabakia na watu wakomavu, wenye akili, wenye maamuzi magumu kiroho, na wenye msimamo wa kujua sasa sisi tujitoe. Haleluya. Mfano wa pili wa ukomavu ulifanyika kwa kijana ambaye mmezoea kumwita mwana mpotevu.
katika kitabu cha Luka sura 15 aya 17. Wanazuoni wengi wanakubalia kwamba ukomavu wa kiroho alioupata mwana mpotevu katika harakati za kulisha nguruwe, pale katikati ya huduma zake za nguruwe, pale wakati akili ilipokutana na kutulia na kufanya maamuzi sahihi, kutoendelea na dhambi alizozoea, inasemeka huo nao ni mfano wa utu uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema katika muktadha huu mwana mpotevu alifikia hatua ya kutafakari kwa kina juu ya hali yake. Ngoja nikwambie, ni muhimu kutafakari kwa kina juu ya hali yako ya kiroho. Usichukulie kienyeji tu, usichukulie poa. Waimbaji wa Isamilo, msichukulie poa maisha ya kiroho hata siku moja. Mkadhani mambo yataenda vizuri hivi hivi. Hapana, hii ni njia ambayo Mungu amechukua itukomaze, tukomae. Washiriki wenzangu wa kutoka Kishiri, ngojeni niwaambieni ukweli wa wazi. Mungu anapotupatia chansi hivi na kupitia aina fulani ya maisha sasa, itusaidie tukomae. Siku zote tunakuwa watoto tu. Nasikia eti mimi wamenikwaza na liacha likanisa lao. Una akili timamu? Kanisa ni la nani hili? La watu? La Mungu. Elewa unachokisema. Hapa neno la Kiyunani lililotumika alipozingatia moyoni linaweza kutafsiriwa kama alipokuja kwa akili zake, alipotafakari kwa kina, akasema, nyumbani kwa nani? Kwa Baba yangu kuna chakula, watu wanakula na kusaza, mimi nakufa hapa kwa njaa. Hii inaonyesha badiliko la mawazo kutoka katika hali ya kutokuwa na utambuzi wa kiroho hadi kufikia ufahamu wa kweli juu ya maisha yake. Akageuza akili yake, hakutaka kuendelea kuwepo pale, akaondoka. Musa naye hakutaka kuendelea kuishi ikulu, akaondoka. Ndiyo, ikulu ni pazuri, pana hiki na kile, lakini unapokuwa mtu mzima unajua haya ni ya muda kitambo, ninakwenda kwa ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapoona vya milele vina thamani, mwelekeo wako ni sahihi. Lakini ukiona vya milele havina thamani, ukajibu kama Esau, anasema inanifaa nini mimi haki ya uzaliwa wa kwanza wakati nakufa hapa na njaa? Hivi kweli unaweza ukakosa chakula cha siku moja ukafa? Haiwezekani. Ni mtazamo tu kuwa mbovu. Mfano namba 3, namaliza. Mwambie jirani yako, pasa anamaliza sasa. Amekuchosha ndio na maneno mengi, lakini jambo moja tu anatamani ukue kiroho. Jambo moja tu anatamani ukue kiroho. Jambo moja tu anatamani ukue kiroho. Jambo moja tu anatamani uache utoto. Haleluya! Achana na utoto. Yusufu kwa Potifa, nifanyeje uovu huu mkubwa, nimkosee Mungu? Huu ni ukomavu wa hali ya juu sana wa kijana Yusufu. Hebu niambie, kijana wa leo una mishangazi. We lishangazi, Mungu anakuona. Nansumbulia vijana wangu kwa hela yako kidogo. Naam? We li mshangazi, simama juu tukuombe. Ila ngoja nikwambie, ukishafikia kuelewa hatari iliyopo mbele ya kiroho kama alivyofanya Yusufu, ngoja nikwambie, hizo ni dalili tosha za ukomavu. Habari gani angekuwa kijana mwingine hapa anasema hiyo fursa siachi hata tone, silimshangazi lenyewe linanipa hela zake na mimi na tanua nafanya mambo yangu hivi na kadhalika. Huo ni utoto. Chukua mawazo yaliyokomaa ya Yusufu. Na mimi nampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
hata wakusingizie itajulikana tu kwamba umesingiziwa. Na matter of time, muda utasema. Yaani nilipofuatilia nikagundua kwamba Potifa mwenyewe alikuwa anajua kwamba mke wake ni lishangazi. Niendelea au niishie hapo? Sasa linaigiza kulia, huyu uliotuletea. Potifa anambia Yusufu, njoo wewe, nenda tu prison. Na prison alienda Yusufu sio prison, ni VIP prison. Anasoma magazeti, anaangalia TV, anakula menu anayochagua mwenyewe. Maana wote wanaotoka kwa mfalme wote walikuwa wanakuja kuketi na Yusufu. Na mkuu wa gereza akasema, Yusufu, wewe utakuwa mkubwa wa VIP hapa, utajua nani afanye nini. Ndio maana wale waliotoka ikuluni kwa mfalme, yule mwokaji na yule anayeshika kikombe cha mfalme, walipokuja kwa Yusufu, nao wakafungwa pale. Walipoota ndoto, Yusufu walikuwa wa kwanza kuwatafsiria. Alikuwa VIP. Mungu amtupi mja wake. Ukikomaa una ulinzi wa Bwana. Ukikomaa una ulinzi wa Bwana. Usihofu kama unapoteza leo, ndio kwanza una gaini. Yaani Yusufu alionekana kupoteza mwelekeo kabisa, lakini anakwenda VIP na kutokea VIP prison moja kwa moja ikulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme Farao anasema, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Ukikomaa wewe ni mtu muhimu sana katika jamii na kwa uzima wa milele. Haleluya. Kama hujachoka nikumalizie hawa wachache wafuatao, au kama umechoka niambie niishie hapo. Ukomavu unalipa. Ukomavu unalipa. Ukomavu unalipa. Mwambie jirani yako, hajasikia hiyo, mwambie ukomavu unalipa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Waswahili wanasema komaa mwanangu. Ukomavu unafanya nini? Ndani ya ukomavu kuna uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya ukomavu kuna unyenyekevu, maana utaonewa sana. Simama, tulia tu. Akikutandika kibao la kushoto, unamwongozea la kulia tena amalizie. Nimesemaje? Yaani mmeniangalia, mmeonyesha pasta, sema tu. Huyu atakayenizabua hanijui. Na mimi nimekuwa nikifundisha Ukristo siku zote, ndugu zanguni. Nikawauliza wasikilizaji wangu mahali fulani, hivi mtu aliyekanyagwa na kiatu kile chenye kenye mchuchumio akamkanyaga kwenye dole gumba hapo, wako kwenye daladala au wamesimama, wengine wamekaa, akamkanyaga nani anapaswa kumwomba msamaha mwenzie? Aliyekanyaga au aliyekanyagwa? Umeamua vema, maana aliyekanyagwa ndiye anapaswa kuomba msamaha. Samahani, ulipokanyaga pana mguu wa mtu. Ndicho kinachotafutwa kwenye ukomavu. Kwenye ukomavu unaonewa kabisa, lakini husumbuki, maana yupo Bwana anayelipa kisasi. Haleluya. Namalizia vijana hawa walionifurahisha sana, kina Shadrach, Meshach na Abednego. Story ya kawaida sana kwa waumini wa kanisa la Waadventista Sabato. Niseme tu machache, na hapa ndipo penye kiini. Hapa kwenye kiini anasema ndipo Shadrach na Meshach na Abednego, sura ile ya 3 aya 16, 17 na 18. Nikisema tu hapo naenda kutulia, maana kwa kweli ukomavu umejulikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Shadrach, Meshach na Abednego wakajibu
wakamwambia mfalme, mfalme Nebukadreza, hatuna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunamtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Hebu nipate vizuri hapo. Ukomavu wa kina Shadrach, Meshach na Abednego hawakuona ukubwa wa tatizo, waliona ukubwa wa Mungu ulivyo zaidi ya tatizo. Haleluya! Na ngoja nikwambie, ichukua hiyo maishani, wewe umeula, nimesemaje? Yaani huo ni mtaji wa kutosha. Kila changamoto unayokutana nayo, usiangalie changamoto, muangalie Yesu alivyo mkubwa kuliko changamoto husika. Naomba nikutangazie, upo tayari? Upo tayari? Ikiwa changamoto ya maisha yako ni ugonjwa, nisikilize, sina watu. Ikiwa changamoto yako ni ugonjwa, nisikilize. Ikiwa changamoto yako ni kazi au biashara imegoma, ngoja nikwambie, Yesu yupo kwenye hiyo changamoto. Haleluya! Usije ukasema Mungu atafanya njia. Mungu ndiyo njia. Hujanipata vizuri. Wakati niliposoma ya kwamba tendo la imani la mcha Mungu yoyote, hasa anapokuwa kwenye kona nzito, anachangamotia changamoto nzito ya kiroho, wanasema mambo, wanasema kuweka cheche ya moto, kuignify, yani kuweka cheche ya moto na kufanya mashtuzi ya nguvu ya Mungu kutenda kazi. Yani mkono wa Bwana unashtuliwa kwa kutenda, kwa tendo la imani. Akina Shadrach, Meshach na Abednego walipokuwa katika mjadala huu, mbingu zikapata taarifa, kuna watu wamesimama kututetea. Sina watu. Yaani sisi furaha yetu ni kwamba Bwana yupo na atatutetea. Ndugu na dada, ngoja nikwambie, namna utakavyokuwa ukiingia kwenye shida zako sasa iwe tofauti na zamani. Usikutwe unalalamika, usikutwe unapiga kelele za kukata tamaa. Hapana, Mungu yupo katika magonjwa, yeye yupo. Nikwambie kitu, yaani akina Shadrach, Meshach na Abednego walipokuwa wakitupwa kwenye nini, tanuru liwakalo moto, Yesu alikuwa wapi? Yesu alikuwa pembeni? Aliingia saa ngapi? Waliingia nao au walimkuta? Hivi unaeleza unachokielewa kweli? Mbona likifika tatizo wewe unakimbia kwa mganga kienyeji? Bwana hayupo kwenye hilo tatizo. Yupo. Ni wewe kaza roho, koma. Ukisonga mbele bila kukata tamaa, mbingu zitawajibika. Marekani mmoja akihubiri hilo fungu nikamfurahia, nikamwangalia mara kadhaa. Anasema wakati akina Shadrach, Meshach na Abednego wana mjadala huu na mfalme anajiandaa kufanya mjadala, kikao kikaitwa mbinguni, Mungu, malaika, Yesu akiwepo pale kando, malaika wenye mabawa 4, 6, 8, inapishana kasi. Nimesemaje? Sina watu. Inapishana nini? Kwa hiyo nani malaika mwenye kasi zaidi, mabawa 8, 6 au 4?
8 kama piston za gari. Anaulizwa malaika mwenye piston za kutosha, utachukua muda gani kutoka hapa kwenda duniani kuwaokoa kina Shadrach, Meshach na Abednego? Maana sekunde chache zijazo watakuwa kwenye moto. Malaika akapiga hesabu kilomita za kutoka mbinguni mpaka, akasema hapa ndani ya dakika 3 nitakuwa nimeshatua pale. Utakuwa umechelewa, wanangu watakuwa tayari wameshaungua. Mungu anamwangalia Yesu, sasa utachukua muda gani? Sema, Baba, hata sasa niko pamoja nao. Haleluya! Maana ahadi iko pale pale, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Wakati askari wa kwanza anamchukua si Shadrach, si Meshach, si Abednego, sijajua maana sijapewa maelekezo nani alikuwa wa kwanza, anakwenda kumtupa ndani, kwa sababu moto, tanuru la moto lilikuwa kubwa kiasi kile kwamba mpaka usogee, ukimtupa hivi atakuwa nje, lazima umtupe ndani ya tanuru. Anadondoka kule ndani, mtumishi wa Bwana, askari anakufa hapa nje kwa kulambwa na moto mkali wa hasira ya mfalme. Walipotupwa wote watatu, ndipo ikabidi Yesu aulize, jamani, mmesha kuja wote au kuna mwingine bado? Wanasema tumeisha. Wanamshangaa, hivi ulikuwaje humu ndani? Anasema tayari nilikuwepo. Bwana yupo kwenye tatizo lako. Msimamo wako tu utazitikisa mbingu. Bora uchomeke. Pasa nikifa je? Kufa sasa, bora ufe ukiwa mtii kuliko kukaa hai ukiwa unakataa uweza wa Mungu. Nimekugombeza hilo nalo, si neno nalo Wakati fulani nawaita watu kuombea, wale watu wenye mpango huu waje niwaombee. Kuna watu wengine nikawaona wamekaa kule nyuma, hawana mpango wowote wa kufanikiwa, walisaidie kanisa. Nikatangaza nikasema, Bwana unapobariki hawa huku, wale kule uwa. Pasa, mbona unasema maneno magumu? Sasa wana faida gani kwa Yesu? Hawana mpango wowote. Si bora wafe? Maana Biblia inasema mti huo ukatwe, mbona hata ardhi unaiharibu? Nimewagombeza ndugu zangu. Lazima kuwepo na kuthubutu ili Bwana afanye kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana yupo kwenye tatizo lako. Haleluya. Mwisho, Daniel watesi wake wanasema, ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu yoyote ya kumshtaki Daniel, maana kila tunapogusa tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Kwa hivyo wakaunda utaratibu bila mfalme Dario kujua. Ngoja nikwambie, sinakuambia alafu namaliza. Ngoja nikwambie, ni vizuri sana watu wako, kwamba wa nyumbani kwako au watu wa kwenye ofisi yako wamjue Mungu wako. Unajua ni bora wamjue Mungu wako. Mpaka yule binti aliyechukuliwa kwenda huko, akamwambia bibi wa mke wa Naamani kwamba kama bwana wangu angelikubali, angeenda Israeli, angepata nabii akamponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wamjue Mungu wako. Dario alikuwa mwanafunzi mzuri sana wa Biblia wa Daniel, kama hujajua hilo. Na sasa nikwambie, baada ya kujua hilo, hakutambua hila mapema mpaka aliposaini ile habari. Aliposaini ndipo anajua kumbe hapa palikuwa na figisu.
Nifanyeje kumwokoa Danieli? Akajitahidi kutafuta namna. Wale wamembana, kwa mujibu wa sheria za Wamedi na Wajemi haibadiliki, labda uresign. Nani hataki kitumbua? Nani nikwambie? Ndipo Dario akaruhusu kwa kuchelewa sana Daniel atumbukizwe kwenye tundu la simba. Nisikilize hapa napotaka nikwambie sasa. Hoja yangu iko hapa. Naam? Hoja yangu iko hapa. Daniel ametupwa kwenye tundu la simba. Jiwe limewekwa. Dario amerudi ikulu. Hakuna kinubi, hakuna juisi, hakuna chakula, hakuna nini. Anaomba kwa ajili ya Daniel. Swali langu ni hili. Niko na watu. Swali langu ni hili. Kama Mungu ambaye Daniel alimfunulia Dario ya kwamba Mungu wangu ni Mungu wa mambo yasiyowezeka, anaweza kila kitu. Usihofu mfalme, tumtegemee Mungu. Itokee sasa, kama unanipata vizuri, ingetokea wale simba wamemradua Daniel, nani angetukanwa? Mungu wa Daniel. Mungu wa Daniel. Kwa hivyo wewe ukiwa na imani halafu kikutokea vinginevyo kinyume na ahadi ya Mungu, wewe una makosa. Mungu mwenyewe anapaswa kujitetea. Sina watu. Sina. Hiyo pointi imeishia wapi? Hiyo hamjaipata hiyo pointi? Umeipataje? Umeipataje? Wewe simama imara kwenye imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana mwenyewe amesema nitakuokoa. Mimi niko kwenye tatizo. Katikati ya maji mengi hutagarikishwa. Hata ukitumbukizwa kwenye moto, moto hautakula wewe utakapoendelea kuwa na imani na mimi. Ikitokea umeunguzwa na moto, je, anayeonyeshwa mwongo ni nani? Anapaswa kujitetea. Kuwa na imani, Bwana ajitetee. Kuwa na imani, Bwana ajitetee. Haleluya. Kwa hivyo ndugu na dada, ngojeni waambieni, Musa alikuwa mtu mzima, mwana mpotevu naye alikuwa mtu mzima. Akina Yusufu, Daniel, Shadraka na Meshaki na Abednego walikuwa watu wazima. Unataka uwe mfano wa nani kati yao? Zingatia kwamba wote waliamua kujitenga na mambo ya zamani na wakakomaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo, waliamua kuwa watu wazima katika utendaji wao. Walimfahamu Mungu, wakamwelewa Mungu na wakatembea pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Musa alivyofanya maamuzi, kama mwana mpotevu alivyofanya maamuzi, kama Yusufu alivyosimama imara, kama akina Shadraka, Meshaki na Abednego walipokomaa kama watu wazima, kama Danieli naye aliposimama ingawa hila zilifanyika, Bwana yupo na Bwana atakuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuchague leo kuishi maisha matakatifu, maana tutakuwa tumekuwa watu wakomavu. Hatutazamii sasa kuendelea kuona watakatifu wa Bwana wanachelewa kuja kwa shule ya Sabato bila sababu. Hatutazamii mtakatifu wa Bwana kukosa ibada ya Jumatano. Unategemea uwe nani? Uwezi ukanyakua ukomavu popote. Ukomavu unakuja kwa taratibu zako za maisha ya kila siku. Tutafika mahali ambapo watu ni wengi, lakini watakaokutwa wakomavu ni wachache, kama vile ambavyo unaokuta kwenye ibada ya siku ya Jumatano. Unaingia kanisa unakuta wachache, alafu mmoja wa mgeni hajawahi kusoma hata fungu anachaguliwa kuendesha ibada ya siku ya Jumatano, wakati kanisa lina uongozi mzima wa kusimamia taratibu. Fanya kazi kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Uimarishe maisha yako ya kiroho na Mungu atakupigania.
Tumia kwa uangalifu muda ambao Mungu amekupatia. Tumia kwa uangalifu sana fursa ambazo Mungu amekupatia. Tumia kwa uangalifu sana biashara, shughuli za mikono ambazo Mungu amekupatia, ili upate fedha ya kumrudishia Bwana zaka na sadaka na kupeleka utume mbele. Hudhuria basi ibada za kila mikutano ya maombi, ili Bwana akushike kwenye mkono wake wenye nguvu. Utapata wapi nguvu usipojiunganisha na chanzo cha nguvu? Pata nguvu ukijiunganisha kwa chanzo cha nguvu. Wangapi wanasema Yesu tusaidie tuachane na utoto? Simama tunapoomba. Umetuahidi kwamba wawili watatu kwa jina lako utawabariki. Kwa hivi leo twapiga uje mkombozi, tupe neema, tusikie Yesu utuba. Bwana akubariki sana. Natamani kuomba na wale marafiki walijitoa jana kwa ajili ya ubatizo. Kabla hatujatawanyika, waje hapa tuombe nao. Wale walijitoa jana kwa ajili ya ubatizo, njooni. Hatutaacha kuwaombea kila siku. Njooni tuombe hapa, mfikie ukomavu, ule ukomavu wa kiroho, tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Njooni. Bwana wabariki sana. Njooni. Hata kama jana ukuwepo, naam, juzi ukuwepo, lakini nawe pia una mpango wa kubatizwa wakati wa vilele vya mikutano hii. Bwana wabariki sana. Asanteni. Njoo ungana pamoja nasi. Tembea, njoo. Asante sana mzee wangu, tembea, njoo. Mungu akubariki sana. Bwana akupatie nguvu. Bwana akupatie nguvu. Asante. Mungu awabariki sana. Asante sana. Chagua kwa upande wa Bwana. Mungu akubariki. Tembea tu, njoo. Bwana akubariki sana. Tembea, njoo.
tembea, njoo. Hii ni nafasi pekee sana, haijirudii. Bwana wabariki sana. Je, kuna mwingine mahali kabla hatujaomba? Kabla hatujaomba, tembea tu, njoo. Tembea tu, njoo. Tusema naachana na mambo ya kitoto, natamani nianze upya na Kristo wangu. Na upo katika mkutano huu, tembea, njoo. Bwana wabariki sana. Basi tuombe. Baba yetu mwema, Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku nyingine uliotupatia. Leo tena umeifanya kuwa ya pekee sana. Mfalme wa milele, tunakuja kwako tukipiga vifua vyetu. Wakati mwingine hofu ilikuwa imetawala kwa sababu ya maisha ya utoto yaliyoandamana katika maisha yetu ya kila siku, na leo umetupatia njia sahihi kuachana na maisha ya kitoto. Baba, asante kwa sababu mkutano mzima umesimama. Mkutano mzima unaahidi kupata nguvu kutoka kwako, ya kwamba Bwana, tengeneza mpango wa watoto wako hawa wakatokezee wakiwa washindi kwa msaada wako. Umetuonyesha mifano ya watu waliojitupa kwako kana kwamba wanaangamia, kumbe ndo unawaokoa. Baba, tusaidie nasi pia, na tunakushukuru kwa ajili ya timu ya watoto wako hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Baba wa milele, tunaweka katika viganja vyako hata sasa, ya kwamba wazungushie wigo wa moto, Ibilisi asipate nafasi ya kuwajaribu tena, na kwa namna ya pekee, kabla hawajabatizwa kwenye ubatizo wa maji mengi, fungua njia, mfalme wa milele, wabatize kwa ubatizo wa Roho wako Mtakatifu, ili wakasimame imara siku zao zote za maisha yao, sasa hata utakaporudi. Hata sisi tuliobatizwa zamani, tufanyie upendeleo, tubatize pia kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maisha yetu ya kitoto yakakome kwa utukufu wa jina lako. Ndivyo tunavyojiweka wakfu mikononi mwako, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana wabariki sana. Wazee wa kanisa, mchungaji.